mwaminini Mungu utathibitika, uhaminini manabii zake mtafanikiwa. Mumjui Mungu ila mnamjua Mungu kwa sababu yuko mtu mkuu mahali. Siku ukitoka usingizini utagundua kwamba Mungu atenganishwi na watu. Kwenye karne ya sasa watu wamekuwa wakidai kwamba wanamheshimu Mungu alafu hawaheshimu watu na wanaweka watu pembeni. Sasa siku ukigundua hili kwamba Mungu atenganishwi na watu, tafsiri nyepesi ya kusema kwamba unamtumikia Mungu ni kutumikia watu. Sisi leo binafsi tunaitwa watumishi wa Mungu, lakini maswali ambayo ningependa tujiulize pamoja. Mimi niliwahi kwenda mbinguni kufanya usafi mbinguni? Niliwahi kwenda mbinguni kwamba leo nimekwenda kumpikia Mungu chakula? Tukitafuta kwenye concept ya kutumika kwa hiyo nitagundua mimi ni mtumishi wa watu. Mimi niko hapa kulihubiri neno la Mungu, ndio tunaitwa utumishi wa Mungu. Neno la Mungu linalenga watu kuadabisha na kufanya yaliyo mema na kuacha yaliyo mabaya. Mengine yaliyo mema kwa maisha yao binafsi na mengine kwa faida ya Mungu. Lakini cha pili, lina jukumu la kusaidia watu, lina jukumu la kusapoti maisha ya watu, lina jukumu la kufanya mambo mengi yanayoitwa watu. Kwa siku ukiondoka usingizini utagundua maisha ni watu. Mungu atenganishwi na watu. Mungu atenganishwi na watu. Watu wengi nilikuwa nikisikia anasema, simwangalie mwanadamu, namwangalia Mungu. Mungu yupi? Umemuona wapi? Amuka usingizini. Mungu ni watu na watu wao ndio Mungu. Kwa simaanishi kwamba ukiwanyenyekea watu hapo unakuwa umeacha nafasi ya Mungu. Unyenyekevu, Mungu anapokuambia tuwe na unyenyekevu. Kwa unyenyekevu tunauonyesha wapi? Kupiga magoti kanisani, kupiga magoti kwenye nyumba za ibada. Maana unyenyekevu tunauonyesha kwa hao watu. Maana wanaweza wakatutukana na tusirudishe matukano. Kwa nini? Kwa sababu tunasema tunamheshimu Mungu. Kwa hiyo Mungu atenganishwi na watu. Nataka hii point ikae sana kwenye akili yako, maana watu wengi wamekuwa wakipuzia wakimuona Mungu Mungu ni tofauti na watu. Lakini unapofanya mambo mema kwa ajili ya watu, hiyo ni moja kwa moja unakuwa unafanya kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo wewe unaniangalia, una jukumu la kusaidia watu, una jukumu la kusapoti watu, una jukumu la kuheshimu watu, una jukumu la kuhakikisha kwamba maisha yako yote unahangaika na watu. Alafu unavyohangaika na watu, hiyo unakuwa unafanya kwa Mungu. Katika Mathayo 25 Yesu aliweka wazi akidai kwamba ile siku ya mwisho Mungu atawabagua atawabagua watu kama mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Ataweka mbuzi upande wa kushoto na kondoo upande wa kulia. Alafu atawaambia wako upande wa kulia kama nalipokuwa na njaa mlinipa chakula, nalipokuwa niko uchi mlinipa mavazi. Na wale ambao wako wale upande wa kushoto na wenyewe watasema, Bwana, ni lini sisi tulikuona tukakunyima chakula? Nilikuona sisi tukakuona huko kifungoni hatukuja kukijia? Anasema kadiri mlivyowatendea wale wadogo walioko duniani mlikuwa mnafanya kwa ajili yangu. Kwa hiyo ukisema kwamba unamheshimu Mungu, tafsiri nyepesi, unawaheshimu watu, unawajali watu, unawatunza watu, unawategemeza watu. Wewe jifunze kuishi na watu vizuri. Kuishi na watu vizuri, huko ndiko kuishi na Mungu vizuri. Yashike sana haya. Mungu akubariki.